Investors are watching, many other people are watching what we are doing. So inabidi tuweke maneno kwa kiasi, hata kama ni kutofautiana, kwa taratibu na kwa heshima, ndio tuweze kusonga mbele tukiwa pamoja. Are there stones which are so heavy that government has been unable to turn so that we can know who is abducting our young children? Rais alisema hakuna, alisema karibu mara 5, si ndio? Juzi akasema iko. Saa hii nimeona kibaraka yake huko, ile mjumbe anatumianga ati anadanganya wa Kenya ati hii abduction Rigathi Gachagua ndio anafanya. Ni ujinga, si ujinga? Can you respect the people of Kenya? The people of Kenya are very intelligent, and you people are running out of lies. Mumedanganya watu mpaka you have started believing in your own lies. Na unajua hii wabunge wetu hii wabunge wetu walidanganywa ati shida ya Kenya ni Rigathi Gachagua. Ati akitolewa barabara zitajengwa. Simejengwa sasa? Ati akitolewa kutakuwa na maji, iko maji? Ati ikitolewa iko madawa kwa hospitali, iko madawa? Sasa nyinyi wabunge, how foolish can you be? Lazima serikali iwache mambo ya uongo na vile mambo ya utekaji nyara wa vijana wetu. Tangu kanisa itoe ilani hii, yale tumeona yanaendelea ni uongo. Rais wa nchi hii amekuwa kule Homa Bay karibu wiki moja sasa. Aliahidi ya kwamba watakomesha mambo ya utekaji nyara wa vijana. Mambo hayo bado yanaendelea katika taifa letu. Pili, alisema wazi ya kwamba wale vijana waliotekwa nyara, akiwemo kijana kutoka hapa Embu County, Billy Mwangi, akiwemo kijana Gideon Kibet, ndugu yake Ronnie Kiplagat, Peter Mteti, Bernard Kavuli, wote alisema watawachiliwa. Tumekuwa mahakamani, IG wa polisi hakufika mahakamani, hakufikisha vijana hawa. Babake Billy Mwangi alitoka Embu hapa mapema, akaja kule Nairobi, tukawa naye kotini. Serikali hii haikuwa fanya yale yalikuwa wameelekezwa na mahakama. Wamepewa siku 7 kufikia Jumatano wiki ijayo, tarehe 8. Kama IG wa polisi Mheshimiwa Ruto na hii serikali yake hawatakuwa wamewasilisha wale vijana kotini ama kwa wazazi wao, tutaomba Wakenya katika kaunti zote 47 wajiunge na Wakenya wa kaunti hii ya Embu ambao tayari wameanzisha maandamano na wako tayari kuendelesha maandamano. Tarehe 8 wiki ijayo tuwe tayari sote tujitokeze. Na hiyo hatutakuwa tu tunasema ya kwamba tunaandamana eti IG wa polisi afutwe kazi. Kome alikuwa IG wa polisi, aliwa majenzi, akakoma kuwa IG wa polisi. Lakini majenzi wameendelea kutekwa nyara. Inaonyesha ya kwamba sio IG wa polisi ndio shida. Sio Rigathi Gachagua ndiye ametolewa kama deputy president ndio shida. Shida ni yule rais mwenyewe ambaye aliapa kulinda mali na maisha ya Wakenya na kuitetea katiba hii. Na sasa anakiuka katiba hii. Anasema mambo ya uongo na anawacha watoto wanatekwa nyara na kuuawa. Hayo ndio tungependa tuseme tukiwa hapa, na tuombe ya kwamba isikuwe ya kwamba kijana hata mmoja kwa wale 6, isiwe ya kwamba kijana hata mmoja, hata nywele ya kichwa chao kimeguzwa ama kimeumizwa. William Ruto will hold you personally responsible for the life of these young Kenyans. I took a firm decision when I took over. I said that we must stop extrajudicial killing in Kenya. I took that firm position, and I did not just say it, I took steps. Nikasema the operational budget, the financial independence of the national police must be removed from the office of the president, ipelekwe kwa inspector general, so that the police service, being an independent institution,
can make independent decisions on investigations, on prosecution, and on maintaining the rule of law. Mine and my administration is to provide policy, and we have made it absolutely clear that any criminality must be investigated, whether undertaken by citizens or criminals or undertaken by the police. It must be investigated, and we must get to the bottom of any criminal activity in Kenya. That is my direction, and I will repeat it again. That will be the way we are going to run the affairs of our nation. And anybody in breach must live with the consequences of the law. And the law must apply not in a selective manner, to keep everybody on the right side of the law. Because the rule of law is what underwrites our democracy.